Aya ithuĩ nĩ twarĩkia gũcokereria na tũrauga atĩrĩrĩ gũkũ nĩ njũkĩ mũhũngairwo nĩkĩo njũkĩte kũhũnga ndeto ciĩgiĩ njũkĩ na mathuri menda ũhorereri maugaga atĩa njũkĩ mwatũ nĩ icoke mwatũ ukaigua tho nĩ makatia nĩ mahorera ata njũkĩ ndĩrĩ miuchugo jingi nĩ gũgũbundithia kangĩ kamwe tũrĩ haha na kunazo vile vitu ambazo tunaweza sema apart from the honey badger ambao bado wanasumbua nyuki wakati ziko ndani ya mwatũ. Siafu huwa zinasumbua nyuki sana sababu wanatembea wanaingia ndani ya mzinga na wanatengeneza nyumba pale ndani. Yes. Sasa wakishaingia pale ndani wataanza kusumbua wale nyuki. Na nyuki wataamua waende. Okay. Kuna kitu kingine ambayo tunaita wax moth. Wax moth kuna kipepeo inakuanga usiku. Inakuja inatega mayai pale kwa mzinga. Na hutawahi iona hiyo kipepeo. Itakuja tu itege mayai na iende. Ikishaenda sasa yale mayai yake ikiagua, sasa ile viwavi sasa wanaanza kukula zile combs ziko pale ndani ama yale mazega yako pale ndani. Sasa hiyo itaanza kusumbua nyuki sababu wanaanza kukula wakiweka ile buibui kama ile spider. Wakiweka sasa wataanza kusumbua wale nyuki wakiwasukuma wakienda nje. Njia ambazo tunatumia kuweza kuweka zile mizinga tutaziweka kwa njia ipi? Wakati wazee wetu wa kitambo walikuwa wanaanika mizinga yao kule juu ya miti. Na kule juu ya miti unaweza kuwa na madhara nyingi sana sababu ule mzinga ukiwa pale kuufikia ni watu wachache wanaweza kufikia. Lakini ukiwekelea kwa chuma kama hii kila mtu anaweza fanyia kazi hiyo mzinga. Na hiko kitu moja wao tunafanya kabla tukuje tulete huu mzinga kwa zile stands ama hizi chuma. Kwanza tunawanika kwa miti ndio nyuki waweze kupata nyuki. So nyuki wanapata ni ikiwa juu sababu nyuki unajua wanapita juu. Sasa hiyo inakuwa ni rahisi nyuki kuspot ule mzinga ama kuuona na kuingia. Sasa wakishaingia kwa ule mzinga sasa unaupea karibu wiki 3 wale nyuki watulie pale wautengeze ikuwe nyumba. Sasa tunauteremusha kutoka kule juu ya mti tunauleta sasa tunaiwekelea kwa hii chuma sasa. Sasa hii chuma sasa hapa ndio apiary ile tunaita sasa ile shamba ya nyuki hapa sasa. Kuna kakitu kamewekwa pale kama kakikombe. Hako kakikombe tunawekelea ile tunaita grease ama ile used oil. Ile oil ya mzee ambayo imetumika. Ndio tuweze kuzuia wadudu hawa ambao wanatambaa wasiweze kufikia ule mzinga. Sababu vile wanaopanda wakifikia kwa ile kikombe iko na oil watakwama pale. Kwa wale ambao wanaanzisha ukulima wa nyuki ndani ya mzinga moja kutakuwa na nyuki kama wangapi hivi idadi? Mzinga mmoja ambao tunaoita sasa colony, wale nyuki wako ndani ya mzinga moja ni ile familia moja ambayo tunaita colony kwa kimombo. Colony moja ina nyuki 40,000. Inaweza kuwa zaidi ama inaweza kuwa chini hapo. Hii colony ambayo tunataja siku ya leo iko na nyuki aina zipi na kazi yao ni ipi? Pale ndani ya mzinga ile ni nyumba ama familia. Ile ni kama familia. Pale ndani kuna baba ambao tunamuita drone. Drone kazi yao ni kuzalisha yule malkia tu. Na wale hawaona ule mshale wa kudunga wewe, hawezi kukudhuru. Pale pia kwa ile nyumba tuna mama ambayo tunamuita the queen bee ambayo ni moja tu. Kila mzinga una queen mmoja, hakuna wawili. Kazi ya yule mama pale ndani ama the queen, kazi yake ni kutega mayai. Wale nyuki ambao wengine tunao kwa ile familia ni wale tunawaita workers ama tunaweza kusema ni watoto sasa. Na hawa ndio wale nyuki wengi zaidi. Na hawa ndio wanafanya kazi ile nyingi kwa mzinga. Hawa nyuki kazi yao wao ndio wanaenda kutafuta chakula. Hawa ndio tunakutana nao kule manyumbani kwetu. Hawa ndio wanatengeneza yale mazega pale ndani. Hawa pia ndio wanaosafisha ule mzinga na kutengenezea yule queen chakula. Askari pia, hao ndio askari wanaofanya kazi ya askari. Alafu sasa kuna wale ambao wanaenda kutafuta mahali chakula iko. Itachukua muda upi ili tuweze kusema kwamba asali imeanza kutengeneza asali? Unaanza kuhesabu pale nyuki wakishaingia kwa ule mzinga, sababu wakishaingia wanaanza kazi immediately, mara moja.
Inawachukua miezi 5 ama miezi 6 uweze kupata asali mara ya kwanza, kwa ile mara ya kwanza. Sasa huu mzinga wa Langstroth ambao tunaita Carbaive ambao ni wa kisasa kabisa. Sasa ukishavuna ile mara ya kwanza, baada ya hapo, sababu yale mazega hutayatoa, utatoa tu ile asali na ile mashini alafu urudishe. Sasa baada ya hapo, kulingana na vile chakula hiko, utaweza vuna baada ya kila mwezi 2 ama 3. Mzinga mmoja huu wa modern unaweza kutoa on average kilo 10 kila kuvuna. Tuseme kama umevuna mara 4 ama 5 kwa mwaka, na kila mara unatoa kilo 10. Kwa hivyo tuseme kwa mwaka utatoa kilo 50 ama 60 kwa huo mzinga. Chakula ushatueleza tuwe ni maua na tunajua kwamba wataenda kutafuta. Hebu maji ni kitu ya maana kwa nyuki. Na unikiangalia shamba hili unaona ni kama kumekauka. Maji nyinyi hufanya namna gani? Nyuki kutoka kwa huu mzinga. Unaona mzinga mahali huko sasa. Kutoka kwa mzinga anaweza kwenda kilomita 3 mraba. Upande huu kilomita 3, upande huu kilomita 3, upande hule kilomita 3. Kwa hivyo wewe kama mkulima, mahali unachagua kuweka ile mzinga ya kwako, unafaa uhakikishe kwamba umeangalia katika ile radius ya kilomita 3 kuna maji na pia chakula iko karibu. Queen huaga hatoki kwenda kutafuta maji, ama maji yake hutoka wapi? Queen yule kuna chakula yake special ambayo anatumia, ambayo tunaita the royal jelly, ama yale maziwa ya nyuki. Yeye hiyo ndio chakula ambayo wanatumia. Na wale nyuki sana si ile maji wanaikunywa sana wanaitumia pa. Na wanaitumia pia kuja kupoeza wakati kuna joto sana. Ndio wanakuja wanapiga yale mabawa yao. Inatuliza ile, ina regulate ile joto pale ndani ya mzinga. Kwa hivyo kama hakuna eneo ya maji karibu katika ile radius ya kilomita 3, unaweza kutengeneza kadimbu ya maji ama hapo karibu tu kwa mizinga ya kwako, na ndio uzuie wale nyuki kukufia ndani ya ile maji. Baada ya kuweka ile maji, unachukua nyasi ama vijiti unaweka pale, ndio nyuki waweze kupata mahali ya kukanyanga wakati wanaokunywa ile maji. Sisi hapa kwa hii shamba tuko karibu na maji, sababu ukiangalia upande huu wangu chini tu hapa mita karibu hata 10 hivi utaona kuna ule mto ambao tunaita the Yatta Faro ambao umepitia pale. So maji hapa iko. Nyuki wote wakifa, pia sisi binadamu tutakufa. Ukweli ya hiyo ni nini, na ilikuwa inasema kwa nini walikuwa wanasema hivyo? Hiyo ni ukweli, sababu walisema kwamba nyuki wakifa wote wakufe, sisi binadamu tujipe miaka 4 alafu sisi tuishe pia. Sababu nyuki wao wanasaidia, kuna kitu ambayo inaitwa pollination ambayo inawasaidia wakati wanaenda kutafuta chakula, wanaenda kwa yale maua kutafuta chakula yao, na katika kutafuta chakula wana pollinate ama wana fertilize yale maua, nasi tunaweza pata nini? Chakula. Kwa hivyo ndio tunasema kwamba honeybee akikufa na sisi binadamu pia tuta. Nwanyita ate njuki cingekuwa ona ithuĩ nĩ twakua.